Kwa hiyo tunapoenda kujadili machache, tuombe tuongoze mahali kama samaki pamoja nasi. Tunatumaini kwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Semina fupi inayohusu nguzo 10 za ufaulu bora kwa mwanafunzi wa kidato cha nguzo 10. Nguzo ngapi za ufaulu bora? Kwa namna gani tunaweza tukaongeza ufaulu wetu kuhakikisha kwamba tunatimiza yale malengo ambayo kila mmoja anatamani. Kila mmoja tukitazama hapa anatamani kuwa na ufaulu walao wa kupata division 1. Akichemsha sana basi aishie kwenye 2. Hayo ndio malengo. Sidhani kama kuna mtu ana lengo la kupata division 3 4. Wako mtu mwenye lengo la kupata division 3 na 4, nyosha mkono. Hawapo. Kwa hiyo wote tunatamani. Lakini sasa hatuwezi kufikia lengo la kupata division 1 kama hatujaweka mikakati. Tuko pamoja? Ni lazima tuweke nini? Mikakati. Miongoni mwa mikakati ambayo tutakwenda kujifunza leo, tutajifunza mbinu 10. Mbinu ngapi? 10 za ufaulu bora kwa mwanafunzi. Namba 1, mbinu ya kwanza inaitwa jitambue. Inaitwa uko wapi na unakwenda wapi? Uko wapi na unakwenda? Ufaulu huanza pale mwanafunzi anapotambua nafasi yake, uwezo wake na mwelekeo wa maisha anayotafuta. Mwanafunzi asiyejitambua kusoma bila mwelekeo hata akiwa na akili kubwa. Unaelewana? Inawezekana ukawa unaongoza darasa una akili nyingi, lakini kama hujajitambua wewe ni nani, inawezekana siku ya matokeo ukashangaa kukuona una division 3, una division 2, wakati wewe ulikuwa ni division 1. Tuko pamoja? Kujitambua maana yake nini? Kujua wewe ni nani, una nafasi gani. Kwanza wewe binafsi. Kuna watu wako hapa wapo. Inawezekana hawajijui wana nafasi gani wao kama wao, wana nafasi gani kwa familia yake, ana nafasi gani kwa ndugu, jamaa, ana nafasi gani kwa jamii inayomzunguka, ana nafasi gani katika taifa. Kwa lazima ujitambue una nafasi gani. Nafasi yako ni ipi? Wewe ni nani? Tuko pamoja? Unajitambua. Ukijitambua, mimi ni kaka ambaye nina wadogo zangu 4 wanaonifuata na ambao wanatamani mimi niwe msaada kwao, nina imani utawekeza katika kusoma kwa bidii. Kwa la kwanza katika maisha yetu lazima tujitafakari. Wewe ni nani katika jamii yako? Wewe ni nani? Hapa shuleni wewe ni nani? Kuna watu humu wanaishi utafikiri form 1. Sawa? Wakati yeye ni form 6. Yaani kujitambua hakuanzi kujitambua kwenye familia, unajitambua hata hapa katika mazingira uliopo. Wewe ni form 6. Kina nani wanaotazama nyuma yako? Kuna form 1 wanataka kujifunza kutoka kwako. Kuna form 2 wanataka kujifunza kutoka kwako. Je, kweli watajifunza? Una kitu cha kuwafundisha wengine? Tuko pamoja? Lazima hilo litambue. Tunapojitambua kwamba mimi ni nani na natakiwa kuwa nani, itakusaidia sana kuweza kujua unapaswa kufanya nini. Mimi wakati nasoma, mimi tu kwanza nilitambua mimi katika ukoo wangu ndio ambaye nimepambana nimeweza kufika form 4. Sawa? Baada ya kujitambua kwamba mimi ndio msomi pekee wa form 4, ikanipa nguvu ya kujua kwamba ninatakiwa niongeze zaidi ya hapa. Kwa sababu nikiishia hapa, mwingine atakuja atajipita. Naeleweka? Nikajitambua. Baada ya kujitambua nikaongeza juhudi. Nikaongeza level. Nikafika form 6. Wakati ninasoma nikawa nawaza moyoni kwamba mimi
kama sitafika chuo kikuu, huku bado niko, nisipofika chuo kikuu, basi wadogo zangu lazima wafike chuo kikuu. Huko ndio kujitambua kwamba wewe unapaswa kufika mahali fulani. Usipofika basi tengeneza mazingira ya roho kufuata wafike. Tuko pamoja? Huko ndio kunaitwa tutaendelea kuzirudia. Namba 2, amua. Ufaulu ni uamuzi kabla ya kuwa na matokeo. Kuna watu wanaishi na matokeo sasa. Mimi ni wa division 1. Mimi ni wa division. Ameshajiwekea kwamba yeye ufaulu wake ni wa division 1. Mimi ni wa 3. Kuna watu wamezoea kwenye 3. Kuna watu wamezoea kwenye 4. Division 1 na 2 huamuliwa kabla ya mtihani. Ni matokeo ya uamuzi wa makusudi wa kusoma kwa bidii, kuacha visingizio na kuchukua wajibu binafsi wa mafanikio. Je, wewe umeamua kupata division 1 kweli? Na hilo lengo la kupata division 1 limetoka moyoni mwako? Au umeridhika na division 3? Umeridhika na division 4? Kuna watu mpaka sasa hawajaamua. Wapo wanazunguka. Umefanya uamuzi? Kwa hiyo matokeo yanaanza na uamuzi. Ninataka division 1. Kweli inatoka moyoni? Mnakumbuka Mwalimu Nyerere alipokuwa anasema, tunataka huyu anaotuambia anataka kuwa rais. Kweli tumuone inatoka hapo? Urais anautaka kutoka? Sio unataka rais tu, unataka rais tu, alafu mwisho wa siku tukimtazama tu kwa macho tu. Huyu hata huyu ni fisadi tu. Sasa watu wakutazame toka moyoni. Wewe mwenyewe ukitazame, je, kweli ninatamani kupata division 1? Lazima uamue kutoka. Tuko pamoja? Namba 3, jenga imani. Jenga. Hapa nitaweka msisitizo mkubwa sana. Jenga imani. Imani huimarisha uthabiti wa ndani. Huondoa hofu ya kushindwa na kujenga ujasiri wa kudumu. Mwanafunzi asiye na imani thabiti hukata tamaa haraka anapokutana na changamoto. Sio, umeelewa? Mwanafunzi asiye na imani thabiti hukata tamaa haraka anapokutana na changamoto. Hapa atazungumzia kwa undani zaidi. Imani ni nini? Imani ni nini? Imani ni nini? Yes. Imani ni kuwa na hakika ya mambo unayotarajia, baada ya mambo yasiyoonekana. Baada ya mambo yasio, hebu niambie mambo yasiyoonekana ni mambo gani? Mambo gani unayatarajia wewe na mambo yasiyoonekana ni yapi? Hebu niambie, unatarajia nini? Unatarajia nini? Matarajio yako ni yapi? Nitajie kwa matatu. Matarajio yako ni mtu yote simama. Matarajio yako ni nini? Hamjui hata matarajio? Yaani mko hapa hamjui hata matarajio? Matarajio yako ni? Yes. Ndio masomo. Kushika pesa nyingi. Unaangalia kushika pesa? Kushika pesa? Unatamani kuzishika. Yaani yeye akishazishika basi anaachana nazo. Hata kitokea mtu akampa sasa hivi akazishika, moyo wake unakuwa umeshalizika, ndio maisha yake yameisha. Ndio maana yake sio. Basi kushika tu. Utakutafutia kushika. Nadhani hauna haja ya kusoma. Ukija shika tu unauza nyumbani. Right? Matarajio yetu. Yes. Pata wapi? Hayo ndio matarajio. Hayo ndio. Baada ya mchezo wetu wote. Haya, toa matarajio ya shuleni.
matarajio ya maisha yako ya. Unatarajia maisha gani? Kuoa. Matarajio ya kuoa, hata uhafifu, hata usomaji wako utakuwa. Mtu anayetarajia kuwa daktari, wakati anatarajia kuwa daktari, tunakusudia. Weka mkono. Mtu anayetarajia kuwa daktari, hata usomaji wake utakaa kimpango. Tuliomba hapa, mimi ni mkweli. Tulikuwa darasa lilipata kufua. Tukaomba, tukamwambia Mungu, tunaomba kusiwe na division 4, kusiwe na division 0, kusiwe zikitokea division 3. Zikitokea division 3, basi zisizidi 12. Tukipokea darasa la geography kwa njia. Sio wala sio. Kuanzia form 2, form 4 mpaka form 6. Na akafunga rekodi kwa jinsi tulivyotamka division 2 wale zile za kutosha kuanzia 100, division 2 ziwe chache na 3 zidi 12. Na ikatimia kama jinsi tulivyo. Division 2, 3 zilikuwa 12. Angalia mwaka ule. Mwaka jana mwaka hizi. Kwa hiyo imani unapoamini jambo linakuwa. Shida sisi ni kwamba hata Biblia inatuambia mnakosa, yani mngekuwa na imani kama mbegu ya haradali. Mngemwambia hata mti wako. Mnaifahamu mbegu ya haradali watu wanafahamu. Kwa ambao hawafahamu ndio pale sawa. Kuna mti fulani. Chuma kale katunda alafu kapasua. Halafu kaa chini kaangalie. Hivi hata katunda, yani kaambegu kadogo hivi, mimi hata imani hii sina. Ina maana ningekuwa na imani kama haka tu kaambegu. Tunashindwa kwa sababu hatuna imani. Tunashikilia vitu vya kipuuzi, ndio tunavipa nafasi. Vitu vya maana vya kutafakari, vitu vya msingi hatuvipi nafasi. Vitu kutafakari, vitu vya msingi. Vitu vya ndio maana siku moja hapa, nilikuwa naomba ushuhuda. Nilikuja hapa, nikataka kutoa maelezo ya semina kama kwa kompozi bwana nataka niongee nao. Anaona hivi. Lakini wale watu kwa PCB, walikuwa PCM. Nikashindwa kuongea nao. Mwalimu Ngoma alikuwa ametoa darasa. Nikawa nimeondoka. Kuondoka nisema nitauli tuongee. Kuna kitu Mungu aliniambia hapa, alikuwa ameniambia nje niongee nao. Kumbe kulikuwa kuna roho chafu inazunguka mle ndani. Roho chafu inazunguka. Tumekaa within a week. Wale watoto kisa na nonsense issues, nonsense. No maana nonsense. Kuna vitu mlivyokuwa mkifikiria kipumbavu vikawakosa. Vikaharibu vijana. Mwalimu amewazuia watu kuja na ndara tu waone. Hakuna kuja na ndara. Watu wameandamana, wameenda kupiga gari la mwalimu kutoka na sio gari mwalimu hapo. Piga gari, piga. Muulize kitu hapo. What happened? 21 students tulifukuza. Wanafunzi 21 mkiwa form 6 hivi na miezi hii tulikuwa mwezi wa pili. Kama mlivyo hivi. Tuliwafukuza wanafunzi 21 totally. Yaani wewe tunakwambia kwa heri na hakuna mtihani, kaanze kumfanya upya. Brain inafanya kazi. Kisa ndara. Kisa why? Una akili. Unaeleka? Una akili. Alafu sasa isitoshe. Hata yule ambaye yeye alijifikiria yuko safe ndio alikuwa kwanza. Kisa da. Kuna nonsense ambazo mnakuwa mnatafakari zinawaharibia future. Wewe unapindani wali mchele. Sio mnaelewa? Kuna vitu vya msingi, fikirini vitu vya msingi. Think hapo tutakucha. Kwa sababu wewe unaweza kujiona leo uko safe. Kumbe siku hiyo wewe usiwe safe, ukawa wa kwanza. Hivi wewe sasa hivi umefungashiwa bilago form 6. Kwa heri. Akili itakuwa iko sawa kweli? Akili yako itakuwa sawa? Kuna vitu
lazima kuvikemea. Ndio maana nimesema jitambue. Wewe unajitambua nani? Umejitawala vipi? Umejitawala vipi? Usitawaliwe. Sinaeleka bidani. Hakuna mtu asikutawale. Kutawaliwa ni pamoja na kuingizwa maneno yasiyofaa. Mkuu wa shule sisi yuko hivi. Nini? Wewe umetawaliwa. Mimi huwa nakumbuka wakati nafika hapa. Tulipanda siku moja na afsiri. Huyu afsiri wetu. Nikamwambia kwa kwenye gari, nikamwambia mimi nina vision. Shinyanga Sekondari itakuja kuwa shule bora sana. Itakuja kuwa nzuri, itakuwa na ufaulu mzuri. Wakati wanaongea division 1 zinaona 16, hazifiki 20. Akasema kweli, na sio huyo tu. Nilikuja kuongea hebu katibu mkuu kanisani. Nikiwa hivi tu nimekaa pale mwalimu ametukusanya parade. Nikashangaa tu roho inaniambia usimama ongea. Mama pale. Nikamwambia tunakwenda kufanya vizuri. Chakula kitafanya vizuri, masomo yatafanya vizuri, tabia ya shule itakuwa nzuri. Watu waliona kama crazy. Unaelewa? Wanaona kama crazy. Wewe umekuja juzi tu wakatoka kwa pamoja tu hapa hiyo. Unajua kitu siri. Kila mmoja kuna kitu Mungu anamwekea. Sasa usipojitawala mwenyewe ukatawaliwa, wataharibu future yako. Naeleka? People will distract your future. Usimwamini wanadamu, usiamini maneno ya wanadamu. Hebu soma Biblia. Hebu soma Qur'an. Hivi ndio viamini. Niamini na mimi pia ninayekuletea neno la Mungu. Wanaokuletea maneno ya Mungu hao ndio waamini. Mtu anayekuja na maneno ya uchonganishi ya nini, achana naye. Hana nafasi katika maisha yako. Is going to distract. Mimi katika maisha yangu ningekuwa ninasikia maneno ya watu. Leo hii David singesimama. Leo hii David innovation hilo isingekuwepo. Kusingekuwa ni innovation hiyo. Mimi nimesoma kwa kusomesha wanafunzi. I have my book. Sijawahi kutoa kitabu. Natamani siku moja kitatoka na utakiwa kikieleza my life, full life of maisha yangu. Nisingesimama na kujitambua kwamba mimi ni nani, nikajitawala mwenyewe, nikatawaliwa na watu. Wakati natafuta hata watu walikosoa sana, wapo waliotukana na kuona mjinga, lakini nilisimama imara. Sawa? Nimesomeshwa na wanafunzi kwa kunichangia. Nimesomeshwa na wilaya 3 kuomba misaada. Fomu unafika baada mimi unajieleza maelezo mengi. Anakupa hela. Ninazo pale fomu ukitaka ushahidi. Come and I'll show you. We have passed a difficult life. No matter don't think about the bullshit issues. Jinga. Unajipa nafasi. Wakati wewe Mungu ameweka kitu, anataka wewe siku moja katika biology yako uje ugundue tiba ya ukimwi. Inawezekana Mungu yuko ameweka wanafunzi Mungu kwa kugundua tiba ya ukimwi yuko. Inawezekana kuna Mungu ameweka mtu wa mipango hapa aje aiamshe taifa hili. Kuna watu wa idara mbalimbali hapa wako Mungu amewekeza huko. Sasa unapata kitu ya kupoteza ile future. Mimi nikipoteza my future, yaani nikapotea kule, nikapambana, nikakata tamaa. Nikashindwa kujitawala. Watu wakanitawala. Wewe unaomba, wewe mpumbavu dogo mwizi. Nikatulia kweli mimi mwizi. Ukarudi. Leo hii inaonekana pale. Wewe mnakaa mnafikiri. Inaonekana kumbe Mungu alikuwa amewekeza kitu. Kwa mwezi wa kwanza tulikuwa tumejipanga ilikuwa ni session tufanye semina za kutosha. Nikiwa darasani nafundisha. Niko hapa nafundisha. Roho Mtakatifu akatokea. Ananiambia nilikuwa nafundisha soil profile. Hii soil profile. Kwa nini hii soil profile usifanye kwa vitendo? Nikawa nasema iko kwa hii slide. Nikawa nafunza. Napata wazo. Kwa nini hii soil profile tusitengenezee mfano tukawashangaza dunia? Inawezekana. Tukaanza kushawishana. Tukaanza kazi.
Ikaanza kuingia kwenye kompyuta, naanza kuwaza na kadhalika, kaanza kutengeneza. Baadaye yaani sasa Mungu alivyo ajabu, anaanza na kitu kidogo sana. Alafu it becomes large. Sawa? Yaani wewe una kitu kidogo. Siku moja tu unaweza leo tu ikakwambia, "Kwa nini usifanye haka?" Anza kufanya. Baadaye, "Kwa nini haka kasifanyike? Kwa nini haka?" Kesho na kesho kutwa wewe ndio ukawa sehemu ya kuleta suluhisho katika taifa hili kwa mambo mbalimbali. Lakini sorry profile imekuja kuzaa idea kubwa. Another is panga muda ukipangwa matokeo hujipanga. Muda ukipangwa matokeo, yaani wewe kama hujapanga muda matokeo hawezi kujipanga. Sasa wewe unaamka asubuhi huna direction yoyote. Hujui leo unafanyaje. Unategemea division 1 itajipanga. Yaani wewe mwenyewe hujajipanga, division 1 itapangaje? Kwa lazima upange muda. Leo nitasoma hiki, nitahakikisha nasoma hiki, naelewa hiki. Kwenye mapungufu yangu, hakikisha unafanyia kazi mapungufu yako. Unajua tunafeli ni kwa sababu gani? We don't work on our weaknesses. Yaani udhaifu wetu huwa hatufanyii kazi. Huwa hatutambui udhaifu wetu. Kwa juu haukalili, bali kuelewa. Naeleka ufaulu wa juu. Kukariri kukusaidia kukumbuka. Kuelewa kukuwezesha kueleza. Umeelewa? Kwa hiyo tujitahidi kuelewa. Jitahidi kile unachofundishwa ukielewe. Kuna watu sasa hivi mtu kila mwaka yeye swali lile analikosaga. Kila mwaka lile analikosa. Wewe una akili kweli? Kila siku wewe unasoma unakosa kutafuta area, kutafuta distance. Kwenye hesabu unajua maswali ambayo yanakosa. Mtu kila siku anakariri, kila siku anakosa. Wewe are serious? Lazima fika tu jitambue. Haya, tunakuja namba 7. Jenga tabia. Mafanikio ni mkusanyo wa mienendo midogo. Sio? Jenga tabia. Wewe umejenga tabia gani? Mimi shuleni nilikuwa punctual. Punctual maana ni punctual. Kwa sababu mambo yangu yote, every time akili yangu inafanya kazi. Always niko active. Kuanzia mikono, akili, miguu, nywele, kila kitu kucha kiko active. Ninafanya kazi. Sasa kuna mtu mwingine anaweka kengele ya kula. Yaani kwanza kuna kwenye kizembe, kutembea kizembe. Kila kitu kizembe. Uzembe unaanzia hapo. Jamani, wakati niko nafundisha mambo, niliwaambia hivi. Akili ni mchakato unaokuzwa. Yaani akili inakuzwa. Pale ambapo akili unaitumia kwa wingi zaidi, ndipo ina function zaidi. Ni sawa na dynamo. Ile basketi. Ukiona kimbia taratibu mwanga wako unakuwaje? Ukimbia mabasi ndio akili ya darasa. Sasa wewe kama darasani mwalimu yuko kujibu maswali, umerelax tu. Na akili ina relax, maana yake akili hakuna kazi ya kufanya hapa. Inatulia. Unasoma kwa relax, unatembea kwa yaani akili yako unaifanya kila mahali relax. Yaani unaangalia hivi na hivi akili hivyo. Yaani hivi inaenda na motion yako. Haifikiri mambo. Jibebe. Unabeba jina, familia na historia. Nadhani hii nimeongelea sana katika maelezo yangu. Nimeongea sijaongea? Simeeleza katika maelezo yote nimeongea. Wewe ni nani, umebeba nani? Hii nimeongea. Jingine, andaa. Leo ni maandalizi ya nafasi yako ya kesho. Ni maandalizi ya nafasi yako ya nini? Kesho. Umeiandaaje kesho yako? Umeandaa kesho kwa kufikiri vitu vya kijini? Unajua wewe una kitu. Kuna hazina Mungu ameiweka. Na kuna maadui. Wewe kwa wakati wako kuja kuongea na sisi. Kwa kweli yote iliyoteleza mambo ya muhimu kwetu. Na tutatendea kazi
tunaweza tukafika mbali. Lakini pia jambo la kukumbusha tu, sisi ni vijana, lakini katika ujana kuna mambo mengi na tuko hatua ya ukuaji. Kwa hiyo hata wewe wapo katika maombi, hata sisi kuna baadhi yetu ambao tunahudhuria kanisani, lakini pia sote tuna madhehebu yetu. Wapo katika maombi, tuombeane. Mwovu ibilisi yuko kazini, hajalala. Huenda hata mbakiza siku ngapi na kutokea. Kwa hiyo tuombeane sote, hakuna mwanadamu ambaye ni mkamilifu. Ni kwangu ni hayo. Napenda kutoa shukrani zangu dhati kwa mwalimu David kwa kuwa mwalimu bora ambaye anaendelea kujitolea kwa madarasa mbalimbali tunapokaribia kumaliza mitihani yao. Napenda kushukuru sana mwalimu David na moyo. Sisi hapa hizo mtu zote tuzifanyia kazi na tumezielewa, kuwa na imani, kujitambua ili tuweze kuangaza na kuwa na maisha bora. Kwa kwangu ni hayo. Thank you. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa mwalimu hapo ambaye ametoa muda wake kwa ajili ya kutuelekeza kuhusiana na nguzo kumi za ufaulu bora kwa mwanafunzi. Kwa sisi kama wanafunzi wa kidato cha 6 tutatendea kazi kama ulivyoelezea kuhusu ya kujenga imani. Ukiangalia kwenye Biblia kitabu cha Timotheo wa pili sura ile ya 1 mstari wa 7, neno la Mungu linasema, maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na upendo na upole kiasi. Kwa hiyo tukiashika hayo tutafika mbali. Mungu awabariki. Basi naomba Mungu Mwenyezi ukatumike ndani yao. Yote tuliojifunza umetupa hekima ya kujifunza. Ninawaombea baraka na neema yako. Na hata matokeo ambayo Baba tunayatarajia. Wanatamani kupata division 1 na chache sana tu. Mungu tuna imani utawabariki na kwa jina la Yesu Kristo itakuwa hivyo. Ninaombea baraka na neema yako ikawe juu yao na division 1 na 2 na ikawe ndio dira na maono ya darasa hili katika jina la Yesu Kristo. Kaweke rekodi ambayo haikuwahi kuwepo na hao vijana wakaiweke rekodi hii katika jina la Yesu Kristo. Tuna imani wataenda kuweka rekodi. Ninaombea baraka na neema zako zikawe juu yao katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru.